Lengo lako ni nini hasa? Hiyo miwani naweza kukusaidia ili ikupe nguvu zaidi. Naomba nikuonyeshe. Dada Rahma, eti kuna msichana mmoja jana alikuja, anataka nimpatie fimbo. Huyo ni Anita, ametumwa na bibi Zuri kuja kuchukua fimbo na miwani. Alipoitaka nikataka kujua kwanza kama ana ujasiri. Ikawaje? Nikafanya miujiza, akatokea nyoka, eti akakimbia sana. Mchawi gani mwoga? Huyo bado mchawi mchanga, kwa hiyo hajui mambo mengi, anavamia kwa pupa. Kamletee kiti. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Hae, wengi wanaamini ni uchawi, tena wamekosa imani, lazima kufikiri kwa nini, eti ni mambo ya zamani. Kila kiniona na shangaa, naweza vipi kutatua haya? Karibu. Baba yenu nimemkuta. Hayupo, ametoka kidogo. Umechelewa, ametoka sasa hivi. Basi sawa. Nataka kujua zaidi kuhusu uchawi. Nisikilize, tamaduni sio uchawi. Pepo sio mzizi wa mtu, bali ni mwalimu wa roho. Nataka kuelewa, nawezaje kuishi bila hofu? Kwa kwanza kujua, mtu asiyeogopa hawezi kutawaliwa. Kwa hiyo sipasi kuogopa? Hofu ni udhaifu unaozidi utumwa. Nikuulize swali. Ndiyo, nakusikiliza. Ulishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa? Huo ni ushetani na pia dhambi kubwa sana. Kuelewa inahitaji muda mrefu sana. Ila sawa, ngoja nikupe mfano mdogo. Wewe kwa akili yako ndogo, unapochanjwa chale na kuwekewa dawa ya asili, tena ni dawa ya miti iliyobarikiwa, haina kemikali yoyote. Halafu wewe unasema ni uchawi. Lakini kuchoma sindano na kuwekewa dawa za wazungu zenye kemikali zinakuasili mwili wako, na wewe ndo unasema wao wapo sahihi. Kati ya wewe na wao, nani hana akili hapa? Ila kwa upande mwingine ukiangalia, sisi ni wajinga sana. Hivi kweli chale na sindano zina tofauti gani? Nipe muda nifikirie.
Basi kafikirie hilo, mimi utanikuta nipo tu. Hae, wengi wanaamini ni chawi, tena wamekosa imani, lazima kufikiri kwa nini, eti ni mambo ya zamani. Mwafrika bwana ana akili ndogo kama kisoda. Wanasema akili ni nywele, kila mtu ana zake. Mwingine kipilipili, mwingine nyeusi ti. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Hae, wengi wanaamini ni chawi, tena wamekosa imani, lazima kufikiri kwa nini, eti ni mambo ya zamani. Kila ukiniona nashangaa, naweza vipi kutatua haya? Ni urithi wetu toka enzi, sote kwa pamoja tuenzi. Unaitwa nani miwani? Unatokea wapi miwani? Ni urithi wetu miwani, unatoka wapi? Unaitwa nani miwani? Unatokea wapi miwani? Ni urithi wetu miwani, unatoka wapi? Nilham, hii ndoto imetokea mara 2 sasa. Ndoto ipi hiyo? Nimeota nipo makaburini, nimesimama mbele ya kaburi. Kaburi la nani? Kaburi la baba. Rahma, hiyo ndoto itakuwa ina maana gani? Inabidi ukaongee na nafsi yako. Niliam, nawezaje sasa? Ila usijali, unatakiwa kujua kwamba tunaishi mara 2. Karibu Rahma. Karibu sana, jisikie mwenye amani. Najua hatufahamiani, lakini Nilham amenieleza kila kitu. Amekuelekeza kila kitu kuhusu nini? Unataka kujua kuhusu ndoto? Ndiyo, ndoto ni nini? Nifuate.
Ndoto ni hali au picha zinazotokea akilini mtu akiwa amelala. Hutokea mara nyingi ukiwa na usingizi mzito, na zinaweza kuwa hadithi, picha, sauti au hisia zinazohusiana na mambo ya maisha ya mtu. Kwa ufupi, mawazo ya akili wakati wa usingizi zinaweza kuwa za furaha, huzuni, hofu au mshangao au matukio ya kila siku kwa mtazamo tofauti. Kisayansi, ndoto hutokana na shughuli za ubongo unapopumzika. Kiroho au kiasili yetu, tunasema ndoto ni ishara, ujumbe au maono yatakayokuja kutokea baadaye. Ndoto si lazima iwe ya kweli, lakini mara nyingi huonyesha ishara au ujumbe fulani. Nahitaji kufahamu zaidi. Pia nahitaji kufahamu aina za ndoto. Sawa, maana ya ndoto ni tafsiri au ujumbe unaoaminika kufichwa ndani ya ndoto ambayo mtu anaota. Ndoto hutafsiriwa kulingana na hali ya mtu, mazingira, mawazo na imani. Kwa ufupi, ndoto huonyesha hali ya akili na moyo, kuhisi hofu, matumaini, msongo wa mawazo au matarajio ya kitu fulani. Wengine huamini ndoto ni ujumbe, onyo au ishara ya jambo linalokuja. Kisayansi, ndoto ni matokeo ya mawazo yaliyokusanywa mchana. Mfano, ukiwa na hofu utaota ndoto ukikimbizwa. Kimila, ndoto hutafsiriwa kwa ishara. Mfano, ukiota maji ni mabadiliko ya maisha. Kuota unaanguka, hiyo ni hofu au kukosa udhibiti. Kidini, ndoto zinaweza kuwa ujumbe wa Mungu, onyo, majaribio au ndoto za kawaida. Lakini si kila ndoto ina maana maalum. Zingine ni mawazo tu ya akili. Nimeota baba yangu amekufa. Kama unampenda na kumjali sana, ndoto inaweza kutoka kwenye hofu ya kumpoteza, wasiwasi juu ya usalama wake, majukumu makubwa unayojihisi unayo juu yake. Karibu sana. Unanifuatilia? Kwani una shida gani? Naona unanifuata kila hatua. Samahani, nimekufananisha na mtu ambaye nahisi namfahamu. Wala hujakosea. Tunazungumza zaidi, naona maswali mengi kichwani kwako. Tayari amefika. Ndiyo, amefika na tayari nimeshaanza kumwelekeza. Inabidi umwelekeze kwa makini zaidi. Nadhani amekuja kujua kuhusu ndoto. Aliota baba yetu amefariki. Ndiyo, nafahamu.
Kwa hiyo amekuja kujua kuhusu baba yetu zaidi. Najua. Natamani kufahamu kuhusu wewe. Mimi ni wewe. Wewe ni mimi kivipi? Mimi ni kivuli chako. Mimi ni wewe, ila usiyekataa ukweli. Sisi ni mmoja. Mimi ni Rahma ulioficha nyuma ya hofu yako. Hapa nataka majibu, sio michezo ya akili. Majibu yako, lakini kwanza lazima ukubali kwamba kila kitu ulichoona ni cha kweli. Sawa, nimeelewa. Nimekuja kufahamu mengi zaidi. Unataka kuvunja laana? Ndiyo. Utalazimika kuharibu chanzo cha miwani. Ni wapi kilipo? Kwenye kaburi la babu yako. Kaburini?